أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وجعلهم من المعصومين، وعلى أصحابه الكرام الميامين الذين بايعوه ونصروه وباعوا أنفسهم لنصرة الدين، وعرفوا الحق فبايعوه بيقين ولم يشكوا ولم يبدلوا وكانوا من الشاكرين، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Tumekutana leo tena katika kuzungumza mambo ambayo ni muhimu sana kuyafahamu kama Waislamu. Katika jambo ambalo tutaanza nalo ni jambo ambalo Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam alilitilia nguvu sana katika historia, ni jambo la elimu. Ukisoma katika historia, Bwana Mtume alitilia nguvu sana watu wasome, kwa sababu ukisoma historia utaona ya kwamba watu wengi walikuwa kwenye zama za kijinga, kwenye zama za ujima, zama ambazo hazikuwa na elimu. Mwenyezi Mungu akamtuma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akaja kama nuru, bali yeye ni nuru ya kuweza kuangazia wanadamu ambao ni wajinga. Tutaona umuhimu wa elimu katika Uislamu na ni namna gani ambavyo Bwana Mtume alihimiza watu wasome. Uislamu unahimiza elimu. Yatosha tukisoma katika Qur'ani, katika surati al-Alaq, kama sijakosea ni sura ya 96, Allah anasema bismillahir rahmanir rahim, iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa, soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Uislamu unamruhusu mwanadamu, unamwamrisha mwanadamu Muislamu asome, na asome elimu yenye manfaa, asome elimu ambayo yenye manfaa, itamsaidia duniani na akhira. Mwanadamu asome physics, mwanadamu asome chemistry, mwanadamu asome bios, mwanadamu asome mathematics, asome alhadarat, asome civilization mbalimbali za jamii mbalimbali duniani, asome kile ambacho kina manfaa kwake, kwa sababu Mwenyezi Mungu anamwambia iqra, soma. Kwa hiyo Uislamu na Bwana Mtume akahimiza watu kusoma. Ndiyo maana akawa na walingania masahaba, akawa anakaa na masahaba akiwafundisha. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye amemtuma mtume wake. Walladhi ba'atha fil ummiyina, ametuma fil ummiyina, katika watu ambao walikuwa hawajui kitu, hawajui kusoma, hawajui kuandika. Yani ni watu ambao ni ignorant people, watu ambao ni wajinga, aljahala, watu ambao ni wajinga, hawana civilization, hawana hadara, lakini ni mabarbarians, hawana ustaarabu wa aina yote. Lakini Mwenyezi Mungu alivyomtuma mtume, akawa cha kwanza kurakiz ni watu wawe na knowledge, sababu watu wakipata elimu wanaweza wakabadilisha mindset zao,
wanaweza wakabadilisha namna ya kufikiria, wanaweza wakabadilisha namna ya mitazamo yao. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu mara huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, ni yeye ndo ambaye kamtuma katika watu ambao hawajui kusoma wala kuandika, mtuma anayetokana nao. Yatlu alaihim ayatihi, akiwasomea aya za Mungu. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, akiwafundisha kitabu ambaye ni Qur'ani na hekima mbalimbali. Wa yusakihim, akitakasa nafsi zao. Bwana mtume akiwatakasa wanadamu ndani ya nafsi zao. Ndani ya nafsi za wanadamu kuna maradhi mbalimbali. Sisi hapa tulipo kuna maradhi mbalimbali ndani ya nafsi zetu. Kuna maradhi ya chuki, kuna maradhi ya kujionyesha, kuna maradhi ya unafiki, kuna maradhi mbalimbali ambayo ubinafsi, maradhi mengi ambayo yamo ndani ya nafsi zetu. Sasa bwana mtume alikuja akawa kama brush kuondoa, yusakihim, anatakasa. Ndio maana wakapatikana baadhi ya watu ambao walikuwa wana tabia mbaya wakawa ni watu wema. Jamii za Waarabu zilikuwa na machangudoa wengi, lakini kwa ilmu ya bwana mtume, watu walivyopata ilmu kwamba uchangudoa ni biashara ambayo hailipi, uchangudoa ni jambo baya, watu waliacha, wakawa ni watu wema, wakabadilika. Walikuwa ni walevi, lakini walivyojua kwamba ulevi haulipi, ulevi una madhara, watu waliacha ulevi kwa sababu ya ilmu. Kwa hiyo elimu yenye manufaa inambadilisha mwanadamu anabadilika. Tutaangalia riwaya kutoka kwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Riwaya kutoka kwa bwana mtume ikihimiza watu kusoma, na kwamba mtu anayesoma yule ni mpiganaji hadi katika dini ya Mungu. Huyu mtu anayesoma, ili mradi huwa unasoma ilmu yenye manufaa duniani na akhira. Ukiwa unasoma elimu yenye manufaa duniani na akhira, wewe unaitwa ni mpiganaji hadi, unapambana, uko katika jihadi. Kutoka kwa an Abi Abdillah alayhi salam qal, kutoka kwa Abu Abdillah alayhi salam anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila aljanna. Mtu yeyote atakayepita katika njia yeyote akitafuta ilmu, unapita katika njia unatafuta elimu, na ni elimu yenye manufaa duniani na akhira. Umetoka asubuhi unakwenda kumjua Mwenyezi Mungu, lengo ni umjue Mungu na mtume. Elimu zenye manufaa zitakupeleka kwa Mungu na mtume. Elimu ambayo haina manufaa ni ile elimu ambayo itakuweka mbali na Allah na mtume wake. Hiyo si elimu, hiyo ina madhara. Lakini unasoma kwa lengo la kufanyaje? Kumjua Mwenyezi Mungu na mtume wake. Elimu ya namna hiyo ni elimu ambayo Uislamu unahimiza watu waisome. Na sisi Waislamu hatutenganishi elimu kwamba kuna elimu ya sekula na kuna elimu ambayo sio ya sekula. Sheikh, Waislamu hatujakatazwa kutengeneza, kama tuna dola ya Kiislamu tukatengeneza ballistics. Hatujakatazwa kuwa tukiwa na dola ya Kiislamu tukatengeneza drones, tukatengeneza F-35, F-15, F-16, ndege ambazo tunaweza tukawatisha maadui, sawarikh, maroketi, makombora,
wama ila dhalika, hatujakatazwa. Hii ni physics na chemistry, tuwe na uwezo wa namna hiyo, hatujakatazwa. Tunaona nchi kama Iran, alhamdulillah, ni elimu. Huwezi kufika level ile bila kuwa na knowledge. Knowledge is power. Elimu yenye manufaa ina nguvu, itakufanya uheshimiwe, itakufanya utukuzwe, itakufanya uonekane wewe ni superpower duniani. Ni knowledge, elimu. Ukifuatilia yaliyokuwa yanaendelea Middle East, utaona kwamba waliokuwa wanarusha makombora Iran ni wasichana wa 2004, 2006, mabinti wadogo. Hijab, nasema umuhimu wa hijabu. Hijabu imepelekwa kusoma. Binti wa Kiislamu kapelekwa kusoma, akapata elimu yenye manufaa duniani na akhira. Amekuwa ni mtu mwenye heshima, haingiliwi na yeyote, hawezi chokozwa na mtu yeyote. Anakuwa ni mtu mwenye nguvu na mwenye power kwa sababu ya knowledge. Knowledge is power. Wasichana wa Iran wamewekeza kwenye mada, kwenye knowledge, fanya investment kwenye elimu, wamewekeza kwenye elimu, ndio maana wakafika pale walipofika, kwamba ni wako kwenye 4 power global au global powers katika nchi 4 duniani, kwani sababu ya knowledge. Al-ilmu quwwa, elimu inakufanya unakuwa na nguvu. Elimu inakufanya unakuwa na uwezo wa kufikiria mambo, kuamua mambo, kuhisi mambo. Ni elimu. Sasa elimu yoyote yenye manufaa, soma physics, soma chemistry, soma mathematics, soma bios, soma masomo ambayo yana manufaa. Soma fiqhi, uwe lawyer, uwe ni mwanasheria, soma uweze kutawala watu katika miji mbalimbali duniani. Cha muhimu usome elimu yenye manufaa duniani na akhira. Kinyume chake haitokuwa na ilmu ambayo tunaipigania. Kwa hiyo Bwana Mtume anasema, man salaka tariqan, atakayepita njia yoyote, yatlubu fihi ilma, akitafuta ilmu katika njia hiyo. Ukapita njia yoyote unatafuta elimu yenye manufaa, salakallahu bihi tariqan ila aljanna, Mwenyezi Mungu atakupitisha kwa elimu hiyo, atakupitisha njia ya kwenda peponi. Kwa peponi wataingia watu wenye ilmu, wakaifanyia kazi. Maana inaweza ikatokea mtu ana ilmu lakini asifanyie kazi. Tuliwahi kuzungumza mfano wa Ibilisi alayhi la'inullah, Mwenyezi Mungu amlaani. Ibilisi alikuwa na ilmu, lakini elimu yake haikuwa na manufaa, akaitumia vibaya elimu gharimu, alikosa adabu. Ukiwa na ilmu ukakosa adabu, unapotea. Ukiwa na ilmu kaacha kuitumia vizuri, ile elimu inageuka haiwi ilmu, inakuwa ni nini? Kwa kitu kingine kabisa. Nadhani tuliwahi kuzungumza, wa innal malaika, Bwana Mtume akiwaambia maswahaba katika historia, na hakika malaika latabau ajnihataha litalibil ilmi ridan bih. Malaika wa Mwenyezi Mungu wanaweka mbawa zao kwenye nini? Wanaweka mbawa zao kwa mtu mwenye kuitafuta elimu. Unaamka asubuhi unakwenda kutafuta elimu, malaika wanakulinda. Malaika wanaweka mbawa zao kwako kwa ajili ya kukuridhia kwamba jambo unalolifanya ni jambo zuri. Mwanadamu akiwa na elimu inamsaidia. Kuna mtu unaweza ukamwambia, bwana, zina ni mbaya, kwa sababu ni mjinga, hana ilmu.
Atakujibu ujinga tu kwamba tutaishije bila, kwani zina na mbona kitu kimoja tu sawasawa, na anarahisisha mambo. Nakumbuka tukiwa Arusha, nadhani kwa 2012 mimi nilikuwa nasoma form 4 Arusha, karibu na kwenye viwanja vya NMC kabla ya kujenga soko lile. Kuna vijana form 6, vijana wananiambia, vijana wa form 6 wananiambia, ustadhi bwana, huwezi ishi bila kuzini siku hizi. Fakir hadha alkalam. Vijana wa form 6 wanasoma, tuko tuition pale, wanasema ustadhi, saa hizi huwezi ishi bila kuzini, utaishije? Fakir hadha, huyu ni mtu ambaye eti anasoma, yuko form 6 na anasema huwezi kuishi bila madha, fornication. Ya rajul, haiwezekani. Mindset yako umeitengenezaje? Haiwezekani kuishi bila zina. Inawezekana. Ni namna gani unatengeneza mindset yako? Elimu gani ulichukua kwamba haiwezekani kuishi bila zina? Kwa hiyo elimu unayoipata lazima iweze kukupeleka kwenye kheri. Elimu yoyote ambayo haitokupeleka kwenye kheri, kwenye manfaa kwa Mungu na mtume, sio elimu, hata inakupoteza. Kwa hiyo elimu iliyo sawa ni ile ambayo Mwenyezi Mungu na mtume wanairidhia. Wale vijana niliwashangaa, lakini siwashangai kwa sababu hawana ilmu yenye manfaa. Lakini ukiwa na ilmu yenye manfaa ni lazima utajiongeza. Haya, wa innahu yastaghfiru li talibil ilmi man fi samaa wa man fi al-ardi. Hakika jambo lilivyo, wanamuombea msamaha mtu anayetafuta ilmu, wanamuombea msamaha mtu anayetafuta ilmu viumbe walioko mbinguni, wa man fil ardi, na viumbe walioko ardhini wanamuombea msamaha mtu mwenye kutafuta ilmu. Watu wanatafuta ilmu. Tumeona vitoto vidogo Iran vimeuliwa, maskini, mwanzo wa vita, vitoto vidogo zaidi ya 160 vitoto vinauliwa, havina makosa. Vile vitoto vinatafuta ilmu, bali wengine tunaambiwa kwamba walikuwa ni genius people. Wale watoto wana vipaji maalum, wamewekwa sehemu wanasoma ilmu, walikuwa wanaandaliwa kuwa ni watu wakubwa fil mustakbal, lakini wameuliwa, hawana makosa yoyote, maskini. Kwa hiyo elimu, lakini wamekufa wanasoma, wale kufa wanatafuta ilmu, watoto wadogo. Haya, wa innahu, lakini pia hapa tueleze akina mama, kina dada waelewe kwamba elimu ina manfaa khasa na khasa kwao pia. Maana katika jamii za Kiswahili, jamii zetu hizi, inaonekana kwamba mwanamke hawezi akafika mbali kiilmu, wakati kwa elimu mwanamke anaweza kawa ni rubani, mwanamke anaweza kawa ni kiongozi, mwanamke anaweza akawa anaongoza jamii, ana uwezo mkubwa. Na nimesema mwanzo, kama tulivyoona katika nchi ya Iran, banati, wasichana ndo wamefanya kazi ile. Vijana wasichana wa 2004 2006 vidogo na hijabu zao wanarusha makombora. Kumbe binti wa Kiislamu anaweza kufanya jihadi. Kwa hiyo elimu yenye manfaa inakuja kuwa ni ukombozi pia, ni ukombozi hata kwa wanawake ambao mara nyingi katika jamii mbalimbali duniani, hasa za Kiafrika, za Kitanzania, mwanamke anaonekana kwamba ni wa chini, mwanamke hafai, mwanamke bwana, we ni nani? We mwanamke tu bwana, mimi ndo kichwa cha familia, mimi ndo mwanaume, mimi ndo kontawa, mimi ndo ahalhumuhumu. Ya rajul, we mwanaume, mwanamke na yeye ana nguvu, ana mchango wake.
kwamba mwanamke na mwanaume ni sawa na usiku na mchana, kila kimoja kina nafasi yake kwa wakati wake. Usiku una faida zake na mchana pia una faida zake. Sasa usijikona kwamba mimi ni mwanaume bwana, wewe mwanamke utaniambiaje? La, mwanamke ni kiumbe ambaye pia na yeye ana mchango wake katika jamii. Tumeona katika Iran, wa innahu yastaghfiru li talib alilm, aka jambo lilivyo, wanamuombea msamaha mwenye kutafuta ilmu, man fi samaa, viumbe walioko mbinguni, wa man fil ardi, na viumbe walioko ardhini, hatta alhutu fi albahr, mpaka nyangumi au tuseme ni samaki, jamii ya samaki, jinsia ya samaki, wanamuombea msamaha mtu mwenye kutafuta ilmu, anatafuta ilmu ya Mungu, elimu yenye manfaa. Wa fadhlul alim, na fadhila ya mtu mwenye ilmu, ala alabidi, juu ya mtu ambaye hana elimu, kafadhili alqamar ala sairi nujum, ni kama ubora wa nini? Ni kama ubora wa mwezi juu ya nyota zingine, ni kama ubora wa mwezi juu ya nyota zingine. Lailatul Badr, ule usiku wa mbala mwezi ule, tarehe 10 ngapi zile? 13, 14, 15, ambao ni white days, al-ayyamul bidhu, ambao mwezi unakuwa unang'ara sana. Kwa mwezi katika hali ile unakuwa na thamani kuliko nyota zingine. Kwa hiyo mtu mwenye ilmu anakuwa na thamani kuliko mtu ambaye hana elimu. Ndugu zangu, nyie mmesoma, mnaelewa nchi zetu za Afrika na nchi ambazo ziko kwenye developing countries haziendelei kwa sababu tatizo kubwa, yako matatizo mengi: elimu, ukosefu wa elimu, ukosefu wa elimu. Mtanzania kusoma mpaka afike apate degree ni mbinde, labda pia na ubora wa elimu. Tunasoma elimu ambayo labda hatuwezi kufumbua vitu, somea hatukwenda miaka na miaka. Lakini kwa nini wenzetu wanasoma halafu wanagundua vitu? Wenzetu wanasoma, tumeona vitoto vidogo vya Iran vina uwezo wa kuproduce vitu, vitoto vidogo vinatengeneza kila, yani ma producers, yani raw materials za silaha zile, the drone, ni kwamba zikiisha zinaletwa zingine. Sisi tuna shida gani? Elimu yetu ina shida gani? Ikoje? Ni elimu kweli tulipewa yenye manufaa, au ni elimu ambayo ina walaki ndani? Kwa nini elimu hii haiwezi kutengeneza nchi zetu za Afrika? Na waulize nyinyi wasomi, na nitahitaji majibu. Kwa nini nchi zetu za Afrika zina madini, zina rasilimali nyingi, lakini hazina maendeleo? Hilo swali inshallah tutahitaji majibu yake. Zina rasilimali nyingi kuliko nchi nyingine za Ulaya, lakini hazina maendeleo. Na wasomi wanasoma vyuo vikuu Dar es Salaam, kina Nairobi, kina Kampala, Makerere, Nigeria, Abuja, Cairo, watu wanasoma. Lakini kwa nini elimu hii tunayoisoma katika bara la Afrika haiwezi kubadilisha mindset za Waafrika? Kwa nini Waafrika bado wako katika critical poverty na wana elimu? Ni elimu ya namna gani? Kwa hiyo insha Allah, nusu saa imemalizika. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni miongoni mwa watu wenye ilmu yenye manfaa, na tuepukane na ilmu ambayo haina manfaa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.